Habari, karibu tena, na leo nimekuandalia story fupi inayohusu watalii waliotembelea shamba la mamba. Kulikuwa na kundi la watalii ambao waliamua kutembelea shamba la mamba. Mmiliki wa lile shamba akawachukua akawapeleka kwenye bwawa kubwa ambapo ndani yake kuna wale mamba wengi ambao wana njaa sana. Kwenye sehemu ambayo amewapeleka kuna uzio ambao watalii wanaweza kusimama na kuangalia wale mamba. Wale watalii wakawa wanashangaa wale mamba jinsi ambavyo ni wakubwa na wako wengi. Yule mmiliki wa shamba akasema, yoyote ambaye ataogelea kutoka kwenye huu mwanzo wa hili bwawa mpaka mwisho wa hili bwawa, basi nitampa $1 milioni. Unaona? Wale watalii wakashangaa, kila mmoja akawa yuko kimya anajiuliza, tunawezaje hapa kuvuka kutoka mwanzo mpaka mwisho hili bwawa na kuna mamba wengi wanaonekana wana njaa? Kwa sababu walisimama sehemu ambayo mamba wanalishiwa. Yaani huyu mwenye hili shamba anaenda kusimama hapo ndo anawalisha wale mamba wake. Kwa hiyo wale mamba wakimuona yule mmiliki wanajua chakula kinakuja. Basi kila mmoja akaanza kufikiria anatamani kuingia kwenye maji akavuke ili apate hiyo $1 milioni, lakini akiangalia mamba anaogopa. Kwa hiyo wanafanyaje? Mara ghafla wakasikia tu chubwi. Yaani mtalii mmoja akaingia kwenye bwawa. Unaona? Wale watalii wote wakashtuka. Nani huyo kaingia? Kumbe mwanaume mmoja kaingia kwenye maji. Alivyoingia akaanza kupapalika na kuogelea fast ili avuke. Unaona? Wale mamba waliokuwa ndani ya lile bwawa wakaanza kushtuka, yani wenyewe wakashangaa. Kwa sababu gani? Huyo aliyoingia kwenye maji anapapatika sana, yani anahangaika mno. Unaona? Basi wale mamba walivoona vurugu ya maji na nini, wakawa wengi wanasogea pembeni na wenyewe wanashangaa. Basi yule mtalii akaenda akapambana akavuka kwenye lile bwawa. Alipotokea upande wa pili, yule mmiliki akamfuata akamwambia, vizuri sana, yani umeweza challenge yangu, yani sielewi umepitaje pale. Unaona? Kwa hiyo yule mmiliki wa shamba hakuamini macho yake, kwa sababu pale ni hata akirusha kipande cha nyama hivi, hata kama ni kidogo hivi kama kidole, wale huwa wanakula. Sasa akajiuliza, mamba wamewezaje? Unaona? Akamwambia, basi sawa, kwa sababu nilitoa ahadi na kupa $1 milioni yako, lakini naomba niambie, wewe umewezaje kuvuka pale? Unaona? Yule mwanaume akawa bado anaendelea kuvuta pumzi, anatetemeka, yani kama amechanganyikiwa. Akamjibu kumwambia, mimi sijajirusha pale, ila mke wangu ndo kanisukuma nitumbukie. Unaona? Baadaye kidogo mke wake akatoka. Alivyotoka huku nyuma kwenye kundi la watalii wengine walikuwa wanaangalia kichoko kinatokea, akasema, ni kweli mimi ndo nimemsukuma. Kwa nini? Ni kwamba mwanamke alichanganyikiwa alivyosikia lile dau la pesa, alivyosikia $1 milioni, akifikiria matatizo yake yeye na akifikiria hali yao ya kiuchumi, matatizo yao na mahitaji yao ya kipesa, akaona hapana, hapa huyu mtu unamsukuma ili aingie kwenye maji. Sasa hii story inahusu nini? Hii story inahusu kwamba kwenye kila mafanikio ya mwanaume au kwenye kila mwanaume alifanikiwa, lazima kuwe na mwanamke nyuma yake, ambaye yule mwanamke amemsukuma yule mwanaume aende kwenye mafanikio. Kwa hiyo mwanamke ukitumia nguvu uliyokuwa nayo, ingawa sio nguvu hii, kwa sababu hii ni just a story, kukuhamasisha wewe, kukuonyesha kwamba ni jinsi gani hatari inavyoweza kukusaidia wewe saa nyingine kufika sehemu nyingine, ingawa sio sahihi kufanya vitu vya hatari namna hii, kwa sababu huyu mwanamke hapa anaonekana alikuwa ni mbinafsi. Kwa sababu huwezi kumtumbukiza mtu kwenye situation kama hii, kwa sababu kwa mfano angefariki ingekuwaje? Na maana angepoteza kila kitu. Unaona? Ila story ya leo lengo lake ni kukuambia kwamba kwenye kila mafanikio ya mwanaume, jua kuna mwanamke nyuma yake ambaye alimsukuma, ambaye alijitahidi kuhamasisha au alijitahidi kufanya lolote lile zuri ili yule mwanaume afanikiwe. Achana na story ya mamba, chukua haya maneno ya mwisho ambayo yatakusaidia wewe. Jitahidi kumpush mume wako, mpenzi wako, kaka yako, mwanao wa kiume au yoyote yule, ili aweze kufika mafanikio yake. Lakini sio sawa utumie njia za hatari kama ambazo huyu mwanamke ametumia. Naomba usisahau kusubscribe to my channel ili unisaidie niweze kukuza, kwa sababu the more subscribers I get na kuwa motivated nazidi kukupa makala nyingi zaidi.
uwe na siku njema. Nawapenda sana.